ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tumesoma katika darasa za swala mpaka tukafikia kwenye sehemu ya kwanza ya swala au kipengele cha kwanza ambacho ni kuelekea Al-Kaaba. Tukasoma mpaka kuelezea kwamba mtu ambaye Rasulullah alikuwa akiswali swala za sunna baadhi ya wakati yawapo safarini akiwa juu ya yule ngamia wake, anaanza hali ya kuwa kamuelekeza kibla, kisha baada ya hapo anaendelea na swala popote atakapoelekea naye. Kisha leo biidhnillah tunaanzia pale ambapo tulishia, ambapo anasema al-muallif rahimahullah, wa kana idha arada an yusalli al-faridhata nazala fastaqbala al-qibla. Alikuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akitaka kuswali swala za faradhi anateremka juu ya yule ngamia wake, anaswali hali ya kuwa kaelekea kibla. Na hili anatakikana kila ambaye anasafiri akitaka kuswali basi ashuke kwenye kipando chake aelekee kibla kama swala ni swala ya faradhi. Ikitowezekana hilo basi ataswali hivyo hivyo popote ambapo kipando chake kimemuelekeza, ili asitoke nje ya wakati wa swala. Anasema muallif rahimahullah, wa amma fi salati al-khawf ash-shadid, ama kwenye swala ya hofu kali, faqad sanna sallallahu alayhi wasallam li ummatihi, hakika mtume sallallahu alayhi wasallama amesunisha kwa umma wake, amefanya kuwa ni sunna kwa umma wake, an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim au rukbanan, waswali hali ya kuwa ni wenye kutembea kwa miguu wamesimama kwa miguu yao, au wakiwa juu ya vipando vyao, mustaqbili alqiblata au ghairi mustaqbiliha, wakiwa wameelekea kibla au hawakukielekea kibla. Katika swala ya hofu, yani mko katika vita baina yenu na makafiri, ukaingia wakati wa swala, basi mtaswali hali ya kuwa mko ndani ya vita, mkiwa mnatembea au mko juu ya vipando. Waqala sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, idha ikhtalatu, watakapochanganyika na maadui katika uwanja wa vita na ni ndani ya muda wa swala, basi wasiache kuswali, bali wafanyeje? Fa inma huwa takbiru wal ishara birras, kinachotakikana hapo ni kuendelea kuleta takbira zile za kuhama katika nguzo za swala zile, na watakuwa kurukuu kwao na kusujudu kwao ni kwa kuishiria tu na kichwa, huku wanaendelea kupambana. Kwa maana kumbe swala ya faradhi haiporomoki kwa esi kwa sababu mtu anapigana, ataendelea kupigana huku anaendelea na swala muda huo huo. Rukuu yake na sijida yake itakuwa kuishiria kwa kuinamisha kichwa. Kwa maana yule ambaye atakuwa yuko kwenye hali ya amani, yeye hana udhuru wa kuacha kuswali, na ndio maana akawa mwenye kuacha swala ni kafir, katika kauli iliyokuwa sahihi. Wakana sallallahu alayhi wasallam yaqul, mtume alikuwa akisema, ma baina al-mashriqi wal-maghribi qibla, nafasi iliyopo baina ya mashariki na baina ya magharibi ni qibla. Ma baina al-mashriqi wal-maghribi qibla, baina ya mashariki na magharibi ni qibla. Hili ni kwa wale ambao
kwao kibla kitakuwa masafa hayo. Kwa mfano sisi watu wa nchi za East Africa, sisi kibla chetu ni baina ya mashariki na magharibi upande wetu wa kaskazini. Na wale ambao watakuwa kaskazini mwa kibla chao kitakuwa ni baina ya mashariki na magharibi kwa upande wao wa kusini, wa hakadha. Waqala Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi iliyopita imepokelewa Imam Tirmidhi na Al-Hakim na wengineo. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anasema, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi masiratin au sariyatin, tulikuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye safari fulani ya kivita au kikosi fulani cha kivita. Fa asabana ghaimun, tukafikiwa na mawingu tulipokuwa katika safari za kwenda kupigana vita. Basi wingu likawa limefunga, na wale watu ni wageni katika miji hiyo, hawajui kwamba sasa kibla kitakuwa upande gani. Fataharraina, tukakitafuta kibla. Wakhtalafna fil qibla, na tukatofautiana baina yetu kuhusu kibla kilipo. Wengine wanasema ni huku, wengine ni kule. Fasalla kullu rajulin minna ala hidatin, anasema Jabir radhiallahu ta'ala anhu, kila mmoja kati yetu akaswali peke yake. Walipotofautiana kibla kitakuwa wapi, mwingine asema ni huku, mwingine ni kule, kila mmoja akaswali peke yake kwa kuelekea ule upande ambao nafsi yake inamridhisha kwamba ndio kibla. Fajala ahaduna yakhuttu baina yadayhi, ikawa mmoja wetu anachora mbele yake mstari ili ajue kwamba mimi nilielekea huku. Wakisubiri kwamba jua litakapotoka wanaenda kuangalia nani kapatia, maana wako safarini kwenye vita huko. Wakaanza kuulizana kibla kitakuwa upande gani, wengine wasema huku, wengine kule, wengine kule. Kilichofanyika nini? Kila mmoja kwa kule alikoamini kwamba ndio kibla akaswali peke yake kupaelekea huko. Kila mmoja akaswali kuelekea kule ambako nafsi yake inamridhisha kuwa ndio kibla. Kisha akaweka alama kwamba hii alama hii nitakuja kutizama hapa jua likitoka niangalie nimepatia au la. Falamma asbahna, anasema tulipofikiwa na asubuhi, nadharnahu, kila mmoja akatizama ule mstari wake kwamba nimepatia nimekosea kuelekea kibla. Fa idha nahnu sallaina ala ghairi alqibla, ghafla tumejikuta kwamba sote tumeelekea kinyume na kibla, kila mmoja kaelekea upande ambao sio kibla. Fadhakarna dhalika linnabii sallallahu alayhi wasallama, tukamtajia hilo mtume sallallahu alayhi wasallama. Faqala, akasema, falam yamurna bil i'adati, hakutuamrisha kurudia swala. Waqala, na akasema, qad ajza'at salatukum, qad ajza'at salatukum, imeshatosheleza swala yenu. Hadithi hii ambayo kaipokea Imam ad-Daraqutni, Al-Hakim na Al-Baihaqi na At-Tirmidhi na Ibn Majah na wengineo, inatujulisha kwamba watu wakiwa wametofautiana kunako upande wa kibla ni upi, kila mmoja ataswali kwa ule upande ambao nafsi yake inamridhisha kuwa ndio kibla. Na mtu akijitahidi kutafuta kibla lakini akakosea akawa hajakielekea baada ya kuwa amejitahidi kukitafuta, swala yake ni sahihi na harejelei, na wala hataambiwa rudia kwa sababu uliswali bila kuelekea kibla. Wakana sallallahu alayhi wasallam yusalli nahwa albayt almaqdis, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali kuelekea Palestine, Baitul Maqdis. Palestina ndio kibla cha kwanza cha Waislamu kile. Al-Kaaba baina yadayna, al-Kaaba ikiwa iko kwa mbele yake. Kabla an tanzila hadhihi al-aya, kabla yateremka ile aya isemayo
qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, tumeshaona kugeuka uso wako katika mbingu, hivyo tutakugeuzia kibla unachokiridhia. Fawalli wajhaka shatra almasjidil haram, uelekeze uso wako upande wa msikiti wa Makka. Rasulullah kabla ya kuteremshwa hii aya alikuwa akiswali kuelekea Baitul Maqdis. Falamma nazalat ilipoteremka aya hii, istaqbala al-Kaaba, kuanzia hapo akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam akielekea al-Kaaba. Fabainama an-nasu biquba'in fi salati subhi, ghafla watu walipokuwa huko Quba, Masjidi Quba, katika sala ya alfajiri, na tayari usiku huo imeteremka aya, wao hawajui kwamba watu sasa wanatakana waelekee Makka, waelekee al-Kaaba, waelekee msikiti wa Makka. Watu hawajui. Kwa hiyo wao wameswali salatul fajri wakiwa bado wameelekea Palestina. Idh jaahum atin, akawajilia mtu, faqala, akasema, inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama qad unzila alayhi al-lailata Qur'an, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallama usiku huu kateremshiwa Qur'ani. Wako ndani ya swala, watu wanaswali hivyo, ametoka huko akaja kuleta taarifa, jamani nyote mnaoswali hapa, Mtume sallallahu alayhi wasallama usiku huu kateremshiwa aya ya Qur'ani. Wa qad umira yastaqbila al-Kaaba, na kaamrishwa kuelekea al-Kaaba. Ala fastaqbiluha, tambueni jamani, ielekeeni al-Kaaba. Wakana wujuhum ila Sham, nyuso zao zilikuwa zimeelekea Sham, Baitul Maqdis huko. Fastadaru, kila mmoja akajizungusha, akageukia ndani ya swala, hawakuvunja swala, akaanza wakageuka. Wastadara imamuhum, na imamu naye akageuka. Hatta istaqbala bihimul qibla, wote wakawa wameelekea kibla. Hili nalo, hadithi hii ambayo wameipokea al-Imam al-Bukhari na Muslim na Imam Ahmad, at-Tabarani na Ibn Sa'di na Ibn Sa'di, hadithi hii inatufunza kwamba ikiwa mtu ataanza swala yake kwa bahati mbaya akawa hajaelekea Kaaba, akatokea mtu ambaye anatambua Kaaba ilipo, basi anatakana yule mtu amjulisha yule anayeswali kwamba al-Kaaba haiko huko. Akiweza amgeuze mwenyewe, au amjulishe pale pale ndani ya swala, bwana fulani unaswali lakini hapo kibla kiko upande wako wa kulia, geuka. Na yule naye akisikia hivyo atageuka, ataelekea huko alikoelekezwa, kwa sababu wale watu walikuwa washaanza swala alfajiri, wameelekea wapi? Palestina. Akaja mtu wako katikati ya swala, anambia jamani Mtume sallallahu alaihi wasallam akateremshiwa aya ya Qur'ani, kaamrishwa kuelekea al-Kaaba, elekeni al-Kaaba. Wakageuka katikati ya swala wakaelekea al-Kaaba, na swala itakuwa ni sahihi na hakuna tatizo lolote. Ama yule ambaye ataambiwa sasa, hapo ulipoelekea sio kibla, kibla kiko upande huu huku, akaendelea na swala yake mpaka akamaliza, swala ile inakuwa batili, kwa sababu atakuwa ameswali bila kuelekea kibla na amejua. Ama yule ambaye atakuwa keshamaliza swala hali ya kuwa hajaelekea kibla, swala yake ni sahihi na hatorejea, kwa sababu ya hadithi hii ya nyuma yake. Yule ambaye amepatwa ndani ya swala kaelekea upande ambao sio kibla, basi atakumbushwa na ataelekezwa na atageuka, hatoanza, ataendelea. Kadhalika aya hii iliyokuja, fawalli wajhaka shatra al-masjidil haram, elekeza uso wako upande wa msikiti wa Makka. Aya hii inatufunza nini? Inatufunza kwamba watu kwenye kukielekea kibla, Allah ametuambia tuelekee upande uliopo msikiti wa Makka. Nini maana ya haya maneno? Maana yake ni kwamba ikiwa wewe uko mbali na Makka,
unatakana uelekee upande ambao msikiti wa Maka upo. Wale watu walioko ndani ya Maka wanauelekea ule msikiti wa Maka kama wanauona moja kwa moja. Wale ambao wako ndani ya msikiti wa Maka wanaoiona Al-Kaaba wanaielekea Al-Kaaba moja kwa moja. Kwa walio ndani ya msikiti ya Maka wataielekea moja kwa moja Al-Kaaba, walio nje ya msikiti watauelekea ule msikiti wenyewe, walio mbali wataelekea upande ambao upo msikiti wa Maka. Kwa nini tunayasema haya? Kwa sababu kumetokea baadhi ya watu katika baadhi ya maeneo wametokea wanakuja na simu zao zina dira. Kwa akija akiweka simu yake anambia hapana, hapa mlipoelekea hapa kuna kama nyuzi 5 upande wa mashariki kaskazini mashariki, hapa ndio Al-Kaaba ilipo. Hapa mumeacha Al-Kaaba kwa kama nyuzi 5 kuelekea huu upande mlioelekea. Sasa watu hawa jawabu lao wanaambiwa, sisi tulio mbali na Maka tunatakana tuelekee upande ambao upo msikiti wa Maka. Kwa mfano, sisi watu wa Afrika ya Mashariki, upande ambao msikiti wa Maka upo kwetu ni upande wa kaskazini. Kwa sisi tukielekea upande wa kaskazini ndipo upande ambapo msikiti wa Maka upo, tutakuwa tumeshaelekea kibla. Fawalli wajhaka shatral masjidil haram, elekeza uso wako upande uliopo msikiti wa Maka. Wanazuoni wetu rahimahumullah ndivyo wanavyotuelekeza. Wale ambao wanaiona Al-Kaaba wanaielekea moja kwa moja Al-Kaaba. Wale ambao hawaioni Al-Kaaba ila wanauona msikiti wa Maka wanauelekea msikiti moja kwa moja wa Maka. Wale ambao wako mbali na msikiti wa Maka hawauoni wanaelekea upande ambao upo msikiti wa Maka. Kwa hivyo ndivyo tutakuwa tumetekeleza swala vile tulivyoamrishwa. Kwa hiyo akija mtu anambia hapana, hapa kuna nyuzi kama 5 mmeziwacha, kwa hiyo hapa tuelekeeni hivi, tugeuke kidogo hivi, mwambie wewe bwana, rudi huko, rudi kasome vizuri Qur'ani, imetuelekeza sisi tuelekee upande uliopo huo msikiti wa Maka, na sisi tutakuwa tumeuelekea upande huo kwa sababu msikiti ule uko sasa hivi huku kwetu kwa upande wa kaskazini yetu. Basi kwa atakayeelekea upande wa kaskazini kati yetu sisi watu wa Afrika ya Mashariki, kaelekea msikiti wa Maka huyo, upande uliopo msikiti wa Maka, na hilo ndilo lililoamrishwa. Sisi tulio mbali hatukuamrishwa kuelekea moja kwa moja Al-Kaaba kwa sababu kwetu sisi ni vigumu kuipata. Tunatakana tuelekee upande ambao msikiti huo wa Maka upo, tutakuwa tumeshaelekea kibla. Haya baadhi ya maeneo kama miji ya Kabuku kule, pametokea baadhi ya ndugu zetu wanageuza makapeti, msikiti ushakamilika, umeelekea hivi unakuta makapeti yamegeuzwa hivi. Nini? Tumeangalia kwenye dira tukaona kwamba kibla kiko kidogo upande huu kama nyuzi 5 hivi upande wa mashariki ya kaskazini ya mashariki. Sasa wewe si usome Qur'an? Mwambie uelekee upande, sio ile Kaaba moja kwa moja. Wewe ulioko mbali vigumu kuipata, elekea upande ambapo ipo, ndio iko upande huo, waje kutatiza watu kwenye swala. Halafu mambo ya dira haya na simu hizi, kila siku watu wanabuni vifaa ambavyo vina ubora zaidi. Sasa niambie, leo umewageuza watu miaka 20 walikuwa na swali kuelekea hivyo, leo kaja ukawatilia shaka miaka yao 20 yote wakawa na mashaka, sasa swala zetu zitakuwa vipi? Halafu ukawageuza, baada ya miaka 20 baadaye panakuja kifaa kingine ambacho kiko vizuri kuliko kile ulichotumia wewe. Sasa anakuja mniambia hapana, huko hapa sio nyuzi 5 kurudi upande wa kusini ya kaskazini ya mashariki, ni nyuzi 5 upande wa kaskazini magharibi. Sasa itakuwa tuacheza au tufanye ibada? Kwa hiyo fawalli wajhaka shatral masjidil haram, elekeza uso wako upande uliopo msikiti wa Maka. Kwa wale ambao wako mbali wanaelekea upande msikiti uliopo. Wale ambao wako ndani ya Maka wanauona msikiti, wanauelekea moja kwa moja msikiti wa Maka. Wale ambao wako ndani ya ule msikiti wanaielekea Al-Kaaba moja kwa moja. Na Allah Jalla wa Ala ni mjuzi zaidi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.